unataka kuhamisha umakini wa Mungu ukuelekee wewe, be a sacrificial person. Kuwa ni mtu ambaye unaweza kujidhabihu pasipo kudemand chochote. It's just your love. Ukisoma neno la Mungu linasema aina ya watu Mungu anaowapenda ni wale wanaotoa sio kwa kulazimishwa, sio kwa kunungunika. These are people who have opened their heart. Wamefungua mioyo yao kuthibitika mbele ya Mungu kwamba Mungu, ninajua nipo ulimwenguni kwa ajili yako, nipo kwa sababu yako, na nitarudi kwako, na vyote nilivyo navyo ni vyako, na in fact kuwepo kwangu tu ni kwa sababu ya kusudi lako litimie, na moja ya kusudi, niko hapa na sapoti kusudi la ufalme. These are kind of people ambao wana uwezo wa kushift moyo wa Mungu ukawaelekea na kuanza kutafuta ni kitu gani Mungu afanye. Mwanamke Mshunami aliona tu mtumishi wa Mungu anapita, lakini akasema no way, huyu mtumishi anapita hapa kila siku. Hapana, lazima tufanye kitu kwa ajili ya huyu mtumishi. Wacha tushiriki katika ufalme kwa kuhakikisha tunatafuta mahali, tunamjengea sehemu ili kusudi akipita alale hapa apumzike kisha endelee na safari. Na hicho kitu kilimove moyo wa Mungu kiasi kwamba akaweka msukumo kwa mtumishi wa Mungu aanze kupeleleza ni kitu gani mwanamke Mshunami anahitaji nalo ili kusudi Mungu amtendee. What the power of sacrifice. That is a power of sacrifice. So utagundua hakuna mtu yoyote ambaye alipata muujiza uliobadilisha hatima akati hakuwa mtu wa kujikafara. Ukiangalia mwanamke mama wa Selepta, yule mama mjane, alikuwa tu ana konzi ya unga, lakini by the instruction la kuhakikisha anashiriki ile neema na kusudi la Mungu kwa kupitia mtumishi wa Mungu Elia, Biblia inasema Mungu alitengeneza namna kiasi kwamba unga ukuisha wala mafuta mpaka msimu wote wa ukame ulivyopita. So you can see the power of sacrifice. There is a sacrifice power. Imagine Mungu hata yeye mwenyewe kukomboa ulimwengu. Hakukomboa ulimwengu kwa maneno tu, alijitoa kafara mwenyewe ili kusudi yoyote atakayeamini juu ya nguvu ya kafara yake aokolewe kwa hiyo. So there is a power in sacrifice because it delivers somebody. Inaweza kumkomboa mtu, kukomboa hatima ya mtu na kubadili hatima ya mtu. Na ndio maana Yesu ni sababu ya mabadiliko ya majira, ni kwa sababu alikuwa ni sadaka iliyo hai, a living sacrifice. That is a power of sacrifice. So ni kusi mtu wa Mungu, learn to be sacrificial. Kama unampenda Mungu kweli, wakati wote Mungu alivyopenda alitoa. Na kama wewe unatambua ya kwamba